Hello, mambo vipi mtazamaji wangu wa Kimedia. Ni Jumatatu ya tarehe 9 mwezi wa 10, 2023. Hali vipi uliko? Natumai usalama, hujambo na karibu katika awamu nyingine ya Zungumza na Korir Kimichezo. Tufanye pia mtagusano katika mitandao ya kijamii @Ismail Korir, Facebook, Twitter na Instagram. Pale TikTok ni Kimedia Official. Tuanze na mbio za Chicago Marathon nchini Amerika, ambapo jana Kelvin Kiptum andikisha rekodi mpya ya dunia kwa kutumia saa 2 na sekunde 35 na kufuta rekodi ya hapo awali ya saa 2 dakika 1 na sekunde 9 iliyowekwa na Eliud Kipchoge mjini Berlin mwaka jana. Kelvin Kiptum mwenye umri wa miaka 23 ndiye bingwa wa marathon duniani. Pia ikumbukwe kuwa Kiptum alishinda mbio za London Marathon mwezi Aprili mwaka huu kwa kutumia saa 2 dakika 1 na sekunde 25. Mkenya Pearson Kiruto alimaliza wa pili kwa kutumia saa 2 dakika 4 na sekunde 2, huku John Korir akamaliza wa 4 kwa kutumia saa 2 dakika 5 na sekunde 9 katika mbio za Chicago Marathon kwa wanaume. Na kwa upande wa kinadada, Sifan Hassan alimaliza wa kwanza kwa kutumia saa 2 dakika 13 na sekunde 44, huku Mkenya Ruth Chemweti akamaliza wa pili kutumia saa 2 dakika 15 na sekunde 37. Pia Joyce Lekosgei akamaliza wa 4 katika mbio hizo kwa kutumia saa 2 dakika 17 na sekunde 9. Kutoka kwangu unasema kongole kwa wanariadha wetu kwa kupeperusha bendera ya Kenya kimataifa na hata kote duniani. Hayo kando, tulitupia tu jicho matokeo za michezo ya humu nchini, ambapo siku ya Ijumaa Posta Rangers walishinda Nzoia ya Shuka mabao 2-0. Kakamega Homeboyz na Talanta ndio ilisha sare ya mabao 3-3. Shabana walishinda Tusker goli 1 bila jibu. Ijumaa mosi Gor Mahia waliwachapa AFC Leopards mabao 2-0 ugani Kasarani. Nairobi City Stars walishindwa na Kenya Police goli 1 bila jibu, huku Murang'a Seal waliwashinda Sofapaka magoli 2-0. Ikumbukwe kuwa Posta Rangers wanaongoza ligi hii kwa pointi 16, Gor Mahia pointi 12 na Murang'a Seal nafasi ya 3 kwa pointi 12. Tuajane na sahumu nchini, basi tuangalie ligi kuu nchini Uingereza, ambapo Luton Town hawakuwa na lao siku ya Jumamosi baada ya kushindwa bao 1 bila jibu na timu ya Tottenham. Ingawa Tottenham walicheza wachezaji 10 uwanjani baada ya Bissouma kupewa kadi nyekundu kipindi cha kwanza. Chelsea pia walipeleka apani darasani kwa kuwachapa mabao 4-1. Man U walichapa Brentford mabao 2-1. Everton pia waliwashinda Bournemouth mabao 3-0. Brighton walienda draw ya mabao 2-2 na Liverpool. West Ham na Newcastle mechi hiyo ilisha kwa sare ya mabao 2-2. Mechi kati ya Wolves na Aston Villa, mechi hiyo ilisha sare ya goli 1-1. Huku mechi ya Arsenal na Manchester City, Arsenal waliwashinda Manchester City goli 1 bila jibu. Na kufikia hapo na kushukuru sana kwa kunisikiliza na kutazama. Jina langu ni Ismail Korir.